Yeah, ni wakati wa success, wakati wa mafanikio. Kuna vitu vizuri vingi sana ambavyo wakati mwingine tunavichanganya sana duniani. Nimeona tuzungumzie hiki ili kuwekana sawa mabibi na mabwana, kwa sababu huu ndio ulimwengu wenyewe na huu ndio muda wenyewe ambao tunatakiwa kufanya vitu muhimu kabisa kama hivi. Na leo tujifunze tofauti kati ya mafanikio na utajiri. Nikiwa na rafiki yangu mmoja katika mazungumzo hapa na pale, alipata kigumizi kwa sababu hajui ana pesa nyingi, hana furaha aliyokuwa anaitarajia. Nikaona ni muhimu, nilijadili naye, lakini nikaona ni muhimu hii pia kuizungumza leo, kuiweka sawa sawa. Mafanikio kwa tafsiri halisi. Kusoma vitabu mbalimbali, hata vitabu vya kidini, utajua utofauti wa mafanikio na utofauti wa utajiri. Kuna watu wengi waliwahi kufanikiwa lakini hawakuwa matajiri. Na kuna watu wengi mpaka sasa wapo ni matajiri lakini hawajawahi kufanikiwa. Nikupe mifano miwili. Mfano wa kwanza, angalia kwa viongozi ambao waliwahi kufikiri na kufanya vizuri mambo ambayo waliwahi kufanya vizuri. Lakini mfano wa pili pia, angalia tajiri kijijini kwako, katika mkoa wako na sehemu zingine, jinsi matajiri wengine ambao ana kila kitu lakini hana furaha aliyokuwa anatarajia kuipata. Hapo nataka tujikite vizuri zaidi. Labda nianze kwa kusema maana halisi ya utajiri. Utajiri ni multiplication, ni muongezeko wa pesa. Na utajiri unapimika. Kuna watu wanamiliki account zenye mzunguko wa pesa bilioni kadhaa, bilioni 5, mwingine ana mzunguko wa pesa wa bilioni 2. Kwa hao ukilinganisha wingi wa pesa, mwenye bilioni 2 yuko chini, bilioni 5 yuko juu. Kwa hiyo mwenye bilioni 5 huyo anakuwa ni tajiri, bilioni 2 anakuwa ni maskini kwa huyu tajiri kidogo, anakuwa si tajiri kwa huyu mwingine. Kwa hiyo utajiri unapimika kwa namna hiyo. Kwa hiyo hao wote wanaweza kawa ni matajiri. Kwa hiyo kuwa tajiri unatumia mbinu nyingi mbalimbali. Kwa mfano, unaweza kuwa tajiri labda kwa kuokota pesa nyingi. Inatokea. Unaweza kuwa tajiri kwa kubahatisha kupata. Wale wanaochimba masuala ya madini, ameingia labda ndio siku yake ya pili au ya kwanza, anachukua madini yenye thamani kubwa, anakuwa tajiri kuanzia hapo. Na kuna wengine ambao wanafuata taratibu zingine za kufanya, ameajiriwa, amefanya hivi, anakuwa tajiri. Utajiri uko namna hiyo. Lakini ukija kwenye mafanikio, hapa ndo penyewe sasa ambapo ndo muhimu sana mtu kujua leo. Mafanikio maana yake ni ule uwezo wa mtu alionao ndani yake, akaamua kuutumia. Alipoutumia akapata matunda aliyokuwa anayatarajia, ukaleta matokeo katika jamii au katika maisha yake yale aliyokuwa anatarajia. Hayo ndio mafanikio sasa. Matokeo yake yale ndio mafanikio. Kwa hiyo mtu anaweza kaa alikuwa anapenda kuwa mwalimu. Nilete katika story hivi kwamba mimi nilikuwa napenda sana kuzungumza na watu, kuambia jinsi na namna ya kufanikiwa. Kwa hiyo nikaanza kutafuta namna zingine mbalimbali ambapo naweza kuwafikia watu. Na nimeweza kuwafikia watu, kuzungumza nao. Kuzungumza na wewe leo, maana yake haya ndio mafanikio kwangu. Ndio mafanikio. Kwa hiyo tofauti ya mafanikio na utajiri ni kwamba mafanikio hayawezi kulinganishwa na mafanikio ya mtu mwingine. Kwa sababu mafanikio yanatokana na kitu alichonacho mtu. Kwa hiyo unaweza kukuta familia na watu watatu,
Mke ana kusudio, ana uwezo, ana talent, ana talanta fulani ndani yake. Kwa mfano ni mfanya biashara, anapenda kutoa huduma za bidhaa mbalimbali kuwasaidia watu. Akaamua kufanya biashara na akafanya vizuri kwenye hiyo biashara, huyu anakuwa na namna hiyo ya kufanikiwa. Lakini unakuta baba labda kama ni masuala ya kidini, yeye ni mtu anayehurumia, ana kipaji na talanta ya kufanya maombi na anafanya, amefanikiwa katika swala hilo. Kwa hiyo ukichukua mtu wa maombi na mtu wa biashara ukawaweka pamoja, ukaanza kuwalinganisha, unakuwa unakosea. Kwa hiyo ndio tofauti, kwamba kwenye mafanikio hamna kulinganishwa, kwa sababu kila mtu ana mafanikio ama ana uwezo tofauti na wa mtu mwingine. Kwa hiyo hauwezi kufanikisha. Ndio unaweza kukuta ni wote walikuwa na talanta ya kusaidia watu katika afya zao, kwa hiyo wakaamua kuwa madaktari, wakawasaidia watu katika huo udaktari. Hauwezi kuwalinganisha kwa sababu kila mtu ana elementi zake. Huyu unakuta labda ni bingwa wa macho, lakini katika mfumo fulani. Huyu ni bingwa wa ubongo. Kwa hiyo hauwezi kuwalinganisha hao. Hauwezi kuwalinganisha. Kwa mafanikio ni ngumu kuyatengenezea comparison. Ila utajiri unaweza kufanya comparison. Kwa hiyo number 1, utajiri ni matokeo ya multiplication ya pesa. Pesa ikiwa nyingi, kwa unakuwa tajiri. Lakini unaweza kuwa tajiri ila si talanta yako ulikopitia kupata ule utajiri. Kwa hiyo bado ukawa wewe si mtu ambaye umefanikiwa. Lakini sasa unaweza kuwa wewe pia ni mtu ambaye ni umefanikiwa. Umefanya talanta zako kulingana na kile ambacho Mungu amekupa kufanya. Na ukakifanya hicho kitu. Sasa inategemea, kinaweza kikakupa hela au kisikupe hela. Lakini wewe tayari ukawa ni mtu ambaye mwenye mafanikio. Tofauti ya hivi vitu viwili sasa, tajiri na aliyefanikiwa. Tajiri hasara yake kwamba anaweza akapata hizo pesa nje ya talanta zake na akawa hana furaha. Lakini aliyefanikiwa anapata vitu. Kwanza anafanya kitu ambacho anakipenda, anafurahia matokeo yake na anakuwa na furaha. Haijalishi ana pesa ama hana. Tajiri anaweza kuwa na pesa, anaweza kaweza kufanya kitu chochote, anaweza kahamisha milima kama wengine wanavyosema na wanavyofanya, lakini akawa hana furaha. Kwa ukitaka kuona vitu hivi, wewe angalie tu, muangalie tajiri sana, muangalie na mtu ambaye anafanya kitu chake anachokipenda. Kama labda ni mwalimu anayependa walimu wake tangu akiwa mtoto mdogo. Watu hao ukiangalia hata nyuso zao ni tofauti kabisa. Unaona huyu ni uso wenye furaha. Unaona huyu ni uso wenye simanzi, lakini ni tajiri. Huyu ana maisha yake ya kawaida lakini si tajiri. Si tajiri. Kwa hiyo jikite kwenye kufanya vitu vizuri kwa namna hiyo. Lakini sasa hapa kuna siri kubwa ya msingi ambayo unapaswa kujua. Kuishi katika talanta yako. Ukawekeza muda, nguvu katika talanta yako ambayo Mungu amekupatia, na ukaifanya vizuri, lazima uwe tajiri. Lazima uwe tajiri. Kwa sababu success ama mafanikio hata utajiri, vyote vina taratibu ya kufikia. Vyote vina taratibu ya kufikia. Kwa hiyo ukitaka mafanikio kwa namna yake, ukafuata zile taratibu za kuyapata yale mafanikio. Let's say unapenda kusaidia watu, kama mimi nikiwa mtoto mdogo kwa na hurumia na kuona mgonjwa apate matibabu. Natamani nifanye kitu fulani huyu mtu apone. Nikaa na moyo wa namna hiyo. Nikiona watu wana shida, tafuta kutafuta majibu ya ile shida yao. Kwa hiyo nikifuata zile taratibu, kanuni, taratibu maana yake ni mbinu huru zinazoweza kufanya mtu ama kufanya wewe ufike mahala hapo kwa njia rahisi. Kwa mtu mwenye huruma wa namna hiyo, akiamua kusomea masomo yanayohusiana na swala hili, hiyo ni kanuni ya kwanza. Kanuni ya pili, akatengeneza mazingira haya. Kanuni ya tatu, akaweka
picha ya atakavyokuwa, akaiweka katika akili yake. Kanuni ya 4, akatengeneza mikakati ya kupafikia hapo. Akija kufikia yale mafanikio, na yale mafanikio akayafanya vizuri, unajua nini kinatokea? Mtu lazima atajiri automatic. Lakini huyu ambaye amekuwa tajiri na yeye amefuata principles, taratibu zingine za kuwa tajiri, lakini ni nje ya ndoto zake, huyu atakuwa hajafanikiwa. Kwa hiyo wewe kujiangalia. Ulimwengu sasa hivi una challenge nyingi, una changamoto nyingi. Yaani kila mtu anatafuta pesa, anasoma anatafuta pesa, anafanya biashara anatafuta pesa, anapata pesa, anamaliza matatizo yake, lakini mwisho wa siku anabaki kuwa mtu ambaye hajafanikiwa. Kwa hiyo machaguo ni yako. Karibu sana kwa sessions zingine nyingi nitakazoleta kwa somo hili kwa ufafanuzi mwingi zaidi. Kama una swali, kama una kingine chochote cha kuongezea, karibu endelea kuongeza hapo, weka comment yako, share na marafiki zako wengine wapate mafanikio haya, na usisahau kuwapa watu mawasiliano yangu na kuwafahamisha kama mimi nafanya sana hizi show katika sehemu mbalimbali, na zimebadilisha maisha ya watu, maisha ya wanafunzi, maisha ya wafanya biashara, maisha ya watu katika mahusiano yao, na maisha ya wafanyakazi wengine kufanya vizuri zaidi, kwa sababu kuna watu wanapata mbinu nyingi za kiuongozi hata kwenye shughuli zao. Kwa hiyo share, weka comment yako ili watu wengine waone mawazo yako, na sisi tuendelee kuyachuja na kuchambua hapa na pale, ili sisi wote, mimi, wewe na yule, tuwe na mafanikio. Asante sana.